Ubinadamu unaendelea na maisha yake ya kawaida ya kila siku. Masuala makubwa ya kisiasa yanaendelea kushughulikiwa ikulu ya White House. Lakini nje ya kuta zake, watu wa kawaida nao wanaendelea kufanya mipango yao ya kesho bila kujua mabadiliko makubwa yanayowasubiri. Asubuhi moja inabadilisha kila kitu kwa sababu zisizojulikana. Wabebaji wote wa chromosome Y katika jiji wanakufa ghafla. Kwa maneno mengine, viumbe vyote vya kiume kuanzia wanyama, ndege hadi wanadamu vinatoweka. Miongoni mwao yupo rais wa nchi. Wanaume pekee walionusurika ni mchawi kijana asiye na kipaji anaitwa Yoro Brown na nyani wake anaitwa Iperson. Kupotea kwa Rais Regina Oliver ndiye alipaswa kuchukua uraisi. Hata hivyo, wakati wa tukio hilo alikuwa mbali na hakukuwa na taarifa yoyote juu yake. Kwa kawaida, kukosekana kwa uongozi kunaleta madhara makubwa katika jamii yoyote ile. Ghasia zinaibuka jijini, wanawake wakiwa na hofu, wanaanza kuharibu kila kitu kinachowazunguka badala ya kutafuta jinsi ya kuishi na hali hiyo. Hali ya mvutano inaongezeka hata ndani ya White House. Wafanyakazi wanatambua kwamba ndani ya wiki mbili mambo yatakuwa mabaya zaidi. Makaa ya mawe na maji safi yatakuwa yamekwisha. Chakula nacho hakitadumu muda mrefu. Wanyama hawawezi tena kuzaliana na kukusanya akiba ya kutosha kwa muda mfupi haiwezekani kabisa. Hali hii haiathiri tu jiji moja, bali ulimwengu mzima. Seneta Jennifer Brown anachukua uongozi kwa muda. Anafuatwa na Agent Sarah Bergen, mwanachama wa kikosi cha siri cha rais kinachoitwa 355. Sarah anaripoti kwamba alitumwa hapo ikulu kwa sababu ya tishio kubwa, lakini hakupata muda wa kupokea maelekezo kamili ya misheni yake mpya. Wakati huo wote, Yoro anakaa nyumbani kwake ili kuepuka kuwa shabaha ya wanawake waliokata tamaa. Hata hivyo, akiba zinapoanza kupungua, anaamua kumwachia mpenzi wake barua na kuondoka kuchunguza hali ilivyo. Wakati huo huo, Senator Brown anamtuma Sarah kwenye mission ya kumtafuta binti yake anayeitwa Hero, ambaye hajawasiliana tangu maafa yalipotokea. Lakini Hero hakuwa na wazo la kutafuta mahali salama ili kujificha. Badala yake, alisafiri kuelekea kituo cha wakimbizi ili kuwasaidia wenye uhitaji, wakiwemo wake wa wapenzi wake waliokufa. Baada ya hapo, Hero anarudi mafichoni alipokusanyika na marafiki zake. Mwanzoni inaonekana bado kuna wanaume waliobaki jijini, lakini baadaye inabainika kuwa hao ni watu waliozaliwa katika miili ya kike na akabadilishwa jinsia kupitia tiba ya homoni. Hivyo basi, janga hilo la ajabu halikuathiri. New York City, operation ya uokoaji inaanza na magari makubwa ya kijeshi yanapiga doria mitaani. Yoro analazimika kujificha ili asikamatwe na wanajeshi. Hata hivyo, anafanikiwa kuingia kwenye baa moja ya mtaa na kuacha ujumbe mwingine kwa mpenzi wake. Yoro anaendelea kuwa na matumaini kwamba bado yu hai na kwamba atakapoona picha yake atarudi nyumbani. Yoro anafanikiwa kujificha vizuri, lakini safari hii mambo hayaendi vizuri. Nyani wake mdogo anakimbia na Yoro analazimika kumkimbiza. Nyani huyu mkaidi anashuka hadi kwenye reli ya chini ya ardhi iliyopaa jana maji na kutoweka katika mtaro ulio na maiti. Akiwa na chuki moyoni, Yoro anaamua kumfuata akihofia kumpoteza rafiki yake pekee. Yoro anahisi kwamba ameona mwanaume mwingine akiwa hai karibu, lakini inaonekana ni maono tu. Akiangaza tochi yake kuzunguka, haoni kitu chochote zaidi ya maji machafu. Baada ya kutoka majini, Yoro anaingia duka kubadilisha nguo, lakini anashindwa kujificha. Wauzaji wanamwona wakiwa uchi na wanashangaa. Mwanamke mmoja anapendekeza wamkamate na kumkabidhi kwa mamlaka ili wapate zawadi kubwa, lakini hatimaye wakimhurumia wanamwachia na kumpa nguo safi. Msongo aliopita Yoro unakaribia kumfanya awe na wazimu. Akipitia video kwenye simu yake, anakumbuka siku Eren alipoingia kwenye maisha yake. Anasikia sauti ya rafiki yake, nyani mdogo, anatoka mafichoni. Wawili hao wanarudi nyumbani wakihisi bado pako salama. Lakini mlango unapoanza kufunguliwa, Yoro anatambua amekosea. Anagundua mtu amevamia nyumba na analazimika kujilinda. Akiwa ameshika gitaa, amejificha nyuma ya kona ili ashambulie. Kwa bahati mbaya, hapati nafasi ya kushambulia. Sarah anakuwa mwepesi na mwenye nguvu zaidi. Anamvua silaha Yoro na baada ya masaa machache anamfikisha kwa mama yake Senator Brown. Marubani waliomleta Yoro White House wanafungiwa ndani. Sarah anawaeleza kuwa wanahitaji kupumzika baada ya safari ndefu, lakini kila mtu anaelewa sababu halisi. Hakuna mtu anayepaswa kugundua kwamba
mwana wa rais mpya amenusurika. Vinginevyo, mashaka ya njama yanaweza kuzuka na kuleta machafuko zaidi. Yoro mwenyewe hakuwa na furaha na hali hiyo. Baada ya kupumzika kutokana na yote aliyopitia, anaamua kuchunguza jengo, lakini udadisi wake karibu umletee janga. Katika ofisi iliyoachwa, anakutwa na Mara, mjane wa rais aliyekufa. Jennifer na Sarah wanafika kwa wakati mwafaka na kufanya ionekane kana kwamba Mara anapata msongo wa mawazo na ionyeshe anaona mauzauza. Wakati huo huo, Yoro anafanikiwa kujificha, lakini tishio linaongezeka, na Sarah anasisitiza kwamba mvulana huyo lazima aondolewe White House. Binti wa rais aliyekufa anajaribu kujua haswa mama yake aliona nini usiku ule. Jennifer anamhakikishia msichana kuwa ilikuwa ni mauzauza tu, lakini Kimberly anashuku kwamba Rais Brown anamficha ukweli. Rais Brown anawaagiza wasaidizi wake wamtafute mtaalamu wa vinasaba ili amchunguze Yoro na kubaini kilichotokea duniani na kwa nini yeye na nyani wake walinusurika. Rais anapanga kuwaleta wataalamu White House, lakini Sarah anabaki thabiti. Ni hatari sana na lazima Yoro atolewe jijini. Sarah yuko tayari kuchukua jukumu hili hatari, lakini lazima lifanywe haraka iwezekanavyo. Wakati huo huo, huko Israel, mwanamke aliyejeruhiwa anapata fahamu tena. Anapojua kwamba wanaume wote duniani wamekufa, anatangaza kwamba sasa lazima adai urais wa Marekani. Nora Brady, mshauri wa zamani wa rais, analazimika kuzurura na binti yake mdogo Mackenzie. Baada ya kupoteza mumewe na wanawe na kubaki bila msaada wowote wa kuishi, Nora anahangaika kujikusanya, lakini hatimaye anaamua kupigana ili kuokoa maisha yake na ya binti yake. Habari zinafika White House kwamba Regina Oliver, mgombea mkuu wa urais, bado yu hai. Hii inaleta mgawanyiko miongoni mwa wafanyakazi. Wengine wanabaki waaminifu kwa Jennifer Brown, huku wengine wakijiunga na Regina Oliver na Kimberly, binti wa rais. Kutokana na hali hiyo, Jennifer Brown hana chaguo ila kukubaliana na Sarah na kuruhusu mwanawe kuhamishwa mahali salama zaidi. Sarah anawashirikisha marubani waliomleta Yoro awali, akiwatia moyo kwa zawadi za kishujaa na ahadi ya umaarufu wa milele iwapo watafanikisha misheni yao. Njia pekee ya kumtoa Yoro kwa siri ni kupitia toroli lililojazwa maiti. Mvulana anajaribu kukataa na kupendekeza mpango mwingine, lakini Sarah anabaki mkaidi. Hawawezi kuhatarisha chochote, na Yoro atalazimika kustahimili. Anafanikiwa kumsafirisha Yoro na kumpeleka kwenye helikopta. Anaamua kuiendesha yeye mwenyewe. Helikopta ya pili iliyo na marubani wa kike pekee itapita mbele kama chambo. Hata hivyo, mara helikopta hizo zinapopaa na kupotea machoni, ile ya ulinzi inapoteza control na kulipuka. Yoro anatishwa na mwonekano huo, lakini Sarah anabaki mtulivu kwa sababu ni jambo la kawaida kwa rubani aliye kazini. Baada ya saa kadhaa za safari, Sarah na Yoro wanatua msituni kupumzika kidogo. Sarah akishindwa kuvumilia harufu mbaya anayoitoa mwanaume huyo. Harufu hiyo alitoka nayo kwenye tololi lililokuwa na maiti. Anamwomba mvulana avue nguo kasha azioshe kabla ya kuendelea na safari. Wakati huo huo, dada yake Yoro, Hiro, anaanza kutafuta mahali salama akiwa na rafiki yake, mwanaume aliyebadili jinsia. Wakiwa njiani, wanapita katika duka lililoporwa wakitumaini kupata chakula, lakini badala yake wanakutana na Nora na Mackenzie wakiwa na hofu. Hiro anamkagua msichana mdogo, kasha anatambua jeraha baya alilonalo. Anamwomba Nora amruhusu atoe huduma ya kwanza ili waweze kuendelea na safari. Huko msituni, kambi ya Sarah na Yoro inashambuliwa na kundi la waporaji wa kike waliopoteza nidhamu. Sarah anajaribu kuzungumza nao ili kuwazuga, lakini ili kuepuka hatari yoyote, Yoro anavaa kinyago na kuwatisha na fimbo, kasha wanakimbia. Alihofia kwamba wanaweza kuharibu mpango wao. Wageni wasiotarajiwa wanapokimbia, Sarah na Yoro wanaamua kuendelea na safari. Wanapofika mjini, wanaamua kuuza generator la helikopta na mabomu machache
ili wapate pikipiki. Wakati Sara akichunguza pikipiki hiyo, Yoro anasahau tahadhari zote na anakimbilia sehemu tulivu. Akiamini kwamba amemwona mpenzi wake Beth katika umati, anajikuta akiingia mtegoni. Anazungukwa na polisi wa kike wanaomvua mask na kugundua siri yake. Sara analazimika kuingilia kati kumlinda mwenzake. Anapigana na maafisa hao, anamvuta Yoro na kumkimbiza mbali. Lakini pindi wanapopata muda wa kupumzika, Sara anasimamisha pikipiki na kumkumbusha Yoro kuhusu umuhimu wa misheni yao. Misheni ambayo karibu aiangushe. Wakati huo huo, Hiro akiwa na rafiki yake pamoja na wenzao wapya, wanapata hifadhi usiku katika nyumba ya wanawake iliyoachwa. Hiro anamwambia Nora kwamba binti yake ana matatizo makubwa ya kiafya. Anahitaji antibiotiki, lakini maduka ya dawa yameporwa tayari pamoja na nyumba zilizoachwa. Nora, akiwa na hofu na kukata tamaa, anaamua kutoka nje ili binti yake asione machozi yake. Lakini nje anakutana na mtihani mpya. Kundi la wanawake wapanda farasi linajitokeza likidai kuwa ndio wamiliki wa nyumba hiyo. Watu hawa hawahitaji kabisa wageni. Wageni wote wanagunduliwa haraka na wanawake hao na kupelekwa kwenye mabanda ya farasi. Lakini Nora anatambua kitu kinachoweza kuwasaidia. Miongoni mwa wanawake hao, mmoja amejeruhiwa. Nora anamwomba Hiro amchunguze msichana huyo na kutoa huduma. Hiro anajitahidi, lakini jeraha la risasi ni kubwa mno na vifaa vilivyopo ni tepu na gloves za rabari tu. Baada ya saa mingi za upasuaji wa dharura, hali ya msichana inazidi kuwa mbaya na kiongozi wa kundi, Roxanne, anaamua kumuua ili kumaliza mateso yake. Kwa mshangao wa Nora, Roxanne anaonekana mwenye huruma na anaelewa. Anawaalika wageni wakae usiku mkucha na anaahidi kumpa Mackenzie antibiotiki zinazohitajika. Kundi linapomfuata Roxanne, Hiro anatambua kwamba antibiotiki ni sehemu ndogo tu ya yale ambayo kundi linamiliki. Pia wanamiliki supermarket lililojazwa akiba za kutosha. Wakati huo huo, Sara na Yoro wanaendelea na safari yao kuelekea Boston, wakitumaini kumpata mtaalamu wa vinasaba Allison Mann. Lakini kwenye lango la jiji wanakutana na kituo cha ukaguzi cha kijeshi kilicholindwa kwa gesi ya machozi. Sara anapendekeza wagawanyike. Yeye ataingia kawaida kama mwanajeshi aliyetumwa kazini, huku Yoro na nyani wake wakijipenyeza. Mpango unafanikiwa. Sara anawafanya wanajeshi kuwa busy naye, na Yoro anaingia jengo moja akijificha. Lakini anakamatwa na waasi, akihatarisha kufichuliwa. Kwa bahati nzuri, waasi wanamchukulia kama mwanaume aliyebadilisha jinsia. Wanaamua kumruhusu aende, pia wakimwelekeza sehemu ambapo anaweza kupata homoni na kujificha. Hatimaye Yoro na Sara wanampata Allison Mann nyumbani kwake. Mwanasayansi huyo hakuwa na furaha kuwaona wageni, lakini Yoro anapovua mask anaelewa sababu ya ujio wao. Allison anatambua lazima mchunguze Yoro na nyani wake, lakini haiwezekani kufanya hivyo sehemu hiyo kwa kuwa hakuna vifaa wala sampuli za kibiolojia zilizobaki. Anapendekeza chaguo pekee lililobaki ni kusafiri hadi San Francisco ili kutumia maabara yaliyo salama. Sara anakubali safari hiyo hatari, lakini kwa siri anaharibu redio yao, akikata mawasiliano na White House. Baadaye Sara anatumia visingizio vya redio kuharibika ili kuondoka, akimwacha Yoro amwangalie mwanasayansi huyo, wakati yeye akitafuta njia nyingine ya kuwasiliana. Wakati huo migawanyiko ya kisiasa inaendelea, lakini si kila mtu anaijali siasa. Mmoja wa wasaidizi wa Jennifer Brown, Christine, anaugua na anahofu kuwa amepoteza mimba yake. Hata hivyo, uchunguzi wa ultrasound unaonyesha kinyume chake. Ujauzito unaendelea vizuri na kuna uwezekano mkubwa mtoto atakayezaliwa atakuwa mvulana. Sara anaingia nyumba ya mgeni bila ruhusa, lakini anakutana na mwenye nyumba aliye na ujuzi na hatari kama yeye. Mapigano makali yanaibuka kati ya wanawake hao wawili, lakini wanapopeana nafasi ya kuzungumza, wanagundua wote wawili wanafanya kazi katika shirika moja na walitumwa hapo kwa kazi moja ya kumtafuta mwenye nyumba na kumuua. Habari za ajali ya helikopta zinapomfikia Jennifer, anapatwa na wasiwasi mkubwa. Lakini Christine anajaribu kumtuliza, akimwambia kikosi cha uokoaji kimepata mili ya marubani wawili tu. Nafuu hiyo haidumu. Rais anatambua kwamba Sara huenda alihusika na ajali hiyo ili kuondoa mashahidi. Wazo baya linamjia. Yoro yuko mikononi mwa mhalifu hatari na hakuna anayejua Sara anaweza mfanyia nini. Regina Oliver, mgombea mkuu wa urais, anapelekwa White House. Kimberly anatumia nafasi hiyo kupanga mapinduzi dhidi ya Jennifer Brown na kutoa madaraka. Wakati huo huo, Allison anakiri kwa Yoro kuwa hana uhakika kama utafiti wake utafanikiwa. Haijulikani kama watapata rasilimali za kuelewa sababu ya kifo cha wanaume au hata kama itawezekana kuifufua uzazi wa kiume.
Anamwambia ukweli kuwa yeye na nyani wake wako katika wakati mgumu kwa sababu wao ndio watatumika kwa majaribio ya kisayansi. Sara anarudi na kupendekeza waanze safari. Kwa sababu zisizojulikana, anamdanganya Yoro kwamba amezungumza na mama yake na amepata ruhusa ya kwenda San Francisco. Safari inaanza. Hawajui kwamba doria ya kijeshi tayari inazunguka jiji na picha ya Sara. Wakati wanawake wanasubiri nafasi salama ya kupita, Yoro anajipenyeza kwenye jamii ya watu waliobadili jinsia. Anaamua kuondoa maski na kuonekana bila hofu. Sara anaghadhabishwa na kitendo hicho, lakini haraka inabainika kwamba tishio halisi si Yoro, bali yeye mwenyewe. Doria inawasili na picha yake. Wanafanikiwa kutoroka kisha wanajificha kanisani. Sara analazimika kukiri kwamba hana mawasiliano na White House na amekuwa akifanya maamuzi yeye mwenyewe. Wakati huo, Hiro rafiki yake pamoja na Nora na binti yake wanaendelea kuishi katika kundi la Roxanne. Mwanzoni inaonekana kama peponi, kuna chakula, dawa na usalama. Lakini Roxanne anaonyesha sura yake halisi. Anafanya mikutano ya kuwafundisha wanawake wachukie wanaume na kumfanya Mackenzie pia achukie. Wakati kundi la wakimbizi linapowasili kuomba msaada, Roxanne anawakataa kwa ukatili. Hata mtoto mdogo hakumtaka. Allison anakuta kijikaratasi kinachoonyesha Sara anatafutwa. Anamshauri Yoro kimbia ili asiwekwe hatarini, lakini Yoro anakataa kumsaliti rafiki yake. Usiku huo, Roxanne anaandaa sherehe ya ajabu ambapo mwanachama mmoja anabatizwa upya na kupewa jina jipya, Athena. Hiro na marafiki zake wanaanza kuhisi jambo baya. White House inapokea taarifa kwamba kikosi cha utafutaji kimempata Sara na kinajiandaa kwa shambulio. Jennifer anahofu kwamba watajua pia kuhusu Yoro. Wakati huo, Allison anamshawishi Yoro aondoke na wanakimbia msituni. Sara anashughulika nao kisha anaharibu redio za wanajeshi wanaowafuata, lakini hofu inaongezeka. Usiku huo, Nora anaamshwa na sauti za mwanamke anayelia. Anafuata kisha anaona wanawake wa Amazon wakimpiga msichana kwa ukatili kwa sababu ya kuzungumza na rafiki yake Sam. Anaamua kukaa kimya ili binti yake abaki salama. Sara anafanikiwa kuwapata Yoro na Alidon. Baada ya jaribio lao kwa sasa, haamwamini yoyote. Anapata gari lililo na mafuta na ramani kuelekea magharibi. Anaongoza kundi kuelekea San Francisco, lakini ana usingizi. Gari linapata ajali na wote wanaanguka. Yoro anapoteza fahamu na anapoamka anajikuta katika nyumba ya wageni akiwa na wanawake asiowajua. Sara na Allison wanakamatwa na kuwekwa kizuizini. Jennifer anahutubia wananchi akiwataka waendelee na mpango wa uokoaji. Miongoni mwa umati, anamwona Beth, mpenzi wa mwanawe aliyekuwa hospitalini muda wote. Baada ya mazungumzo, Beth anarudi mtaani na anajiunga na waasi wanaopanga shambulio. Regina anajaribu kuchukua madaraka, lakini katika vurugu anafichua siri kwamba Yoro bado yu hai. Mmoja ya waasi anampiga risasi papo hapo, lakini maneno yake tayari yamesikika. Beth anamfungua Jennifer minyororo na kumsaidia kutoroka. Wakati huo, Roxanne anakutana na kundi lingine na kugundua orodha ya wanaume waliobaki hai. Anajipangia lengo jipya kuwaua wote, akianza na Yoro. Mashambulizi yanaanza. Roxanne na wanawake wake wanavamia kijiji ambacho Yoro amejificha. Mapigano makali yanatokea. Sara anajaribu kumlinda Yoro, lakini kundi la Amazon ni kubwa sana. Hiro, dada yake Yoro, anamuona kaka yake na kabla hajamueleza ukweli wote, anapigwa risasi na mpenzi mpya wa Yoro. Akiwa anafariki, Hiro anamwambia kaka yake ukweli na kumtaka toroke. Mwishoni, Nora anamgeuka Roxanne na kumpiga risasi. Anakuwa kiongozi wa kundi hilo. Sara anamuokoa Yoro tena, lakini mvulana amevunjika moyo, akihisi amepoteza kila kitu. Anaomba Sara mfundishe jinsi ya kujilinda na kuacha kuwa mzigo. Wakati huo, Jennifer, Beth na Sam wanajikuta wamenaswa na maafisa wa siri wa zamani. Wanapelekwa katika chumba cha siri chini ya uangalizi wa kamera. Sara, Yoro na Allison wanapata gari lililojaa mafuta na vifaa vya kisayansi pamoja na ramani inayoonyesha njia ya kusafiri magharibi. Safari mpya inaanza, lakini hatima yao bado ni fumbo. Kama upo na sisi mpaka muda huu, asante sana. Kwa kuwa wewe ni mpenzi wa makala kama hizi, basi usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ili tuendelee kuwa pamoja. Asante sana na uwe na siku njema.